alaikum warahmatullahi, mtazamaji wa Sabiha TV. Leo Sabiha TV imefika katika Masjid Kichangani hapo iliyopo hapa Magomeni jijini Dar es Salaam, katika msikiti wa Sheikh Walidi. Imamu wa msikiti huu wa Kichangani kwa sasa hivi tunazungumza ni Shehe wa mkoa wa Dar es Salaam, ambako ukitazama ni watu namna gani ambao kumefurika katika msikiti huu katika siku hii ya leo. Kubwa hasa tunakuja kumwalaki na kuja kumpa mkono Shehe Walidi ambaye ni Shehe wa mkoa wa Dar es Salaam, lakini hapo baadaye pia tutakwenda kuzungumza na baadhi ya waumini wa dini ya Kiislamu ambao wamejitokeza katika masjid hii waje kuzungumzia swala zima la Sheikh Walidi kutoka katika imamu kuelekea katika Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam. Wao wanamzungumzaje Sheikh Walidi kuwa Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam? Endelea kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Mimi ni Abu Ramadhani wa Sabiha TV Online. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Mubaraka ibn Ramadhan Jabu wa Zomboko, ni mkazi wa Manzese, Dar es Salaam. Mimi kwa upande wangu nimefurahi na nimefurahishwa kwa kitendo cha Mufti Mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar kwa kututeulia mtu huyu ambaye alikuwa akisubiriwa kwa hamu kubwa. Watu wengi hata kama ungesema zipigwe kura, basi ukisema uweke watu 20, basi jina lake lisingekosa na lingekuwa ni namba moja, kwa maana yeye si kama anaanza kuitengeneza Dar es Salaam. Dar es Salaam ilikuwa ikimsubiri yeye. Sheikh Walidi ni kipenzi cha watu wengi, wanakuwa na wasiwasi majukumu aliyepewa. Je, ataweza kuja kwenye hadhara labda zikiwa kwenye maeneo ya Uswahilini wapi? Ninapomfahamu mimi, akifika sehemu abagui, achagui, si kama wengine walikuwa wanabagua, ila yeye kama alivyozungumza kwenye hotuba yake kwamba ufeli ama ufaulu. Kwa hili hapa wote tunamwombea afaulu shekhe wetu. Hatuna mengi ya kuzungumza, kama alivyozungumza kwenye hotuba yake leo, ndani ya dakika 16 amemaliza hotuba yake, na kiukweli tunaona anaelekea kwenye kufaulu. Tumwombee dua kama alivyosisitiza shekhe wetu Sheikh Musa Kondesha kwamba jicho ndio kiungo ambacho sasa hivi kimeongezeka kumuona yeye, hakuna kitu kingine. Jicho hilo hilo ndio linakuwa na hasadi, jicho hilo hilo ndio linakuwa na jambo ambalo litakufanya wewe uendelee mbele. Kwa haya machache, mimi naomba dua shekhe wangu, kaka wangu, mtu wa nyumbani Kisiju Pwani, Bwana Walidi ibn Sheikh Al-Hadi Omar Kawambwa Kongwa alinifundisha kitu kimoja. Aliniambia ukifahamu majina 5 ya ukoo wako, basi wewe unakuwa miongoni mwa watu wema. Basi na yeye ametufundisha hivi, na awe mtu mwema katika hicho cheo alichopewa. Sina mengi zaidi wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua kwake, amina inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Baada ya kumshukuru Mola subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada ya rehma bwana mkubwa, bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tupo katika msikiti wa Kichangani. Leo ni Ijumaa ya Rajab, lakini kuna kadhia ambayo watu wengi wamejitokeza kuja kuona hili tukio, na wakimpa pongezi Al-Habibi Sheikh Walid Al-Hadi Omar Kawambwa ambaye amepewa nafasi ya shekhe wa mkoa. Alhamdulillah, tumestafidi kwa mawaidha yake na darsa yake siku ya leo, lakini pia Sheikh Walidi ameomba waumini wa msikiti wa Kichangani na waumini ambao wametoka sehemu mbalimbali ili tuweze kumfanyia dua, na alhamdulillah rabbil alamin tumemfanyia dua, na inshallah Mwenyezi Mungu ampe nguvu, ampe subira, amzidishie maarifa, amzidishie hikma katika jambo zima la uongozi wake.